Mwanamuziki kutoka hapa nchini Tanzania ambaye anajulikana kama Diamond Platnumz amefanikiwa kushinda tuzo nyingine tena ya msanii bora wa Afrika kimataifa kutoka mwaka 2025. Tumeweza kushuhudia jana tu Diamond Platnumz ameweza kupokea tuzo nyingine tena baada ya siku 12 za kushinda Trace Awards. Amekuja tena kuchukua tuzo ya msanii bora wa kimataifa kutoka Afrika ya mwaka 2025 ambapo ameweza kushinda kupitia kipengele cha tuzo za Galaxy Music Awards. Diamond Platnumz ameweza kushinda katika kipengele cha The Best International Africa katika kipengele cha msanii bora wa kimataifa ambapo anaonekana kabisa kwamba kazi zake zimeweza kuenda duniani zaidi. Tunakumbuka katika mwaka wa 2024 aliweza kutoa kazi kama Komasava ambayo imeweza kuenda global, imeweza kuenda duniani, imelipuka vizuri kabisa. Moja katika kazi ambazo zilikuwa na mapokezi makubwa na zikafanya Diamond Platnumz mpaka sasa kupokea tuzo kubwa kama hii hapa. Tukumbuke ya kwamba wiki mbili ambazo zimepita Diamond Platnumz aliweza kupokea tuzo za Trace katika kipengele cha Best Global African Artist ambapo alionekana kabisa kwamba ni msanii wa kimataifa zaidi ambaye anafanya poa zaidi. Ngoma zake zimeweza kupenya. Lakini pia tukumbuke ya kwamba katika tuzo hizi ambazo anaweza akachukua Diamond Platnumz ameweza kuwa katika kinyang'anyiro na wasanii wengi wakubwa zaidi. Alikuwepo Black Sherif kutoka katika nchi ya Ghana, lakini pia alikuwepo Tyler kutoka South Africa, alikuwepo Rema, moja katika wasanii kutoka nchini Nigeria ambao wanafanya poa zaidi, wanafanya vizuri kabisa. Wamekuja kuchukua tuzo katika Trace Awards juzi pale Z-Town Zanzibar ambapo alikuja kufanya show moja kali kabisa. So, alikuwepo naye pia katika kinyang'anyiro cha tuzo hii hapa, lakini alikuja kuokota Diamond Platnumz. Lakini pia alikuwepo Kelvin Momo kutoka nchini South Africa, alikuwepo Stone Boy kutoka Ghana na Diamond Platnumz kutoka Tanzania pamoja na Fally Ipupa kutoka DRC Congo. So competition pale ilikuwa imejaa mtwango kwa sababu kulikuwa na watu wazito kabisa ambao wangeweza kuchukua pia. Alikuwepo Rema, moja katika wasanii wakubwa kabisa kutoka nchini Afrika ambao kwa sasa wanafanya poa zaidi. Lakini pia alikuwepo Tyler, moja katika wadada wakali kabisa kutoka nchini South Africa ambaye pia ana experience ya kuchukua Grammy, ni msanii mkubwa pia kwa sasa, watu wanamkubali zaidi. Lakini Diamond Platnumz ameamua kutuwakilisha vizuri kabisa, ameamua kuchukua tuzo hii hapa, then tunakuwa tunaondoka zetu. Moja katika tuzo ambazo Diamond Platnumz ilikuwa ni kama ndoto kwake, alikuwa anatamani siku zote kuchukua tuzo kama hii hapa, na amekuwa akipambana na kuweka juhudi zake zote katika muziki ili kuweza kuchukua tuzo kubwa zaidi za dunia. Na mara ya kwanza kabisa tunamuona Diamond Platnumz kuchukua tuzo ambayo kwa sasa anaonekana yuko happy kabisa, kwa sababu kuna kipindi ambacho Diamond Platnumz alikuwa anafanya kazi kubwa zaidi, lakini matokeo yalikuwa ni madogo kiasi cha kwamba watu wakahisi ya kwamba anabaniwa, watu wakahisi ya kwamba kuna udhulumifu fulani hivi unatokea, kwamba nchi za Nigeria, nchi za South Africa ni watu ambao wanapendeleana na vitu kama hivyo hapo. Lakini Diamond Platnumz kuna time ambayo alikuja kufunguka ya kwamba time ikifika ya kuweza kuchukua hizi tuzo, basi watu wataweza kuchukua kwa sababu kuna watu wana mtandao mkubwa duniani, akimaanisha ya kwamba nchi nyingi za Afrika kama South Africa, kama Nigeria ni nchi ambazo zina wasanii ambao wana mtandao mkubwa katika nchi za dunia, yani Marekani na nchi nyingine za Ulaya. Na huko ndiko ambako muziki umeweza kukita mizizi yake mikubwa zaidi. So, Diamond Platnumz alikuja kufunguka vitu vingi sana kuonesha ya kwamba kuna day atakuja kuokota tuzo kubwa kama hizi hapa. Na one time hii hapa tunamuona kabisa kwamba Diamond Platnumz aliweza kuchukua tuzo katika Trace Awards na sasa amechukua tuzo kupitia Galaxy Music Awards. Ni moja katika tuzo kubwa zaidi za Afrika, ni moja katika tuzo ambazo ni za thamani kubwa zaidi. So, huu hapa ni moja katika michongo ambayo kwa sasa katika mitandao ya kijamii imeweza kushikilia headlines sana. Imeweza kushikilia nafasi kubwa sana kwa sababu watu wengi wameshikwa na taharuki baada ya kumuona Diamond Platnumz amekuja na matunda mazito kabisa, amekuja na matunda mazuri kabisa, amerudi na tuzo, moja katika tuzo ambazo zinaheshimika sana. So kutoka pale Galaxy Music Awards ni moja katika tuzo ambayo ina thamani kubwa sana, lakini pia ni wasanii wengi wakubwa ambao wanaitamani kuipata kwa sababu pale nchini Nigeria tunajua kuna wasanii wakubwa kama Wizkid, tunajua yupo Burna Boy, tunajua yupo Davido, yupo Rema kama Rema, moja katika watu ambao sasa wanaheshimika sana. Lakini pia hata kwa upande wa kina Burna Boy ni moja katika wasanii wazuri kabisa, kwa sababu tunaona juzi tu alikuja nchini Kenya, alikunja moja katika show kali kabisa, alipiga show moja matatizo, moja katika show ambazo zilikuwa ni kubwa, lakini pia tuliona zilikuwa na matokeo makubwa sana. Hata feedback zilikuwa ni feedback ambazo ni positive. Tuliona kwake Harmonize ambaye alikuja kuposti kuonesha ya kwamba amefurahishwa sana na show ambayo ameweza kuifanya Burna Boy. So, mbele ya wasanii wazito kama hao, mbele ya wasanii wakubwa kabisa kutoka nchi ya Afrika, lakini Diamond Platnumz
Simba ameamua kuondoka na tuzo hii hapa. So mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment. Hii tuzo ya Music Galaxy ya kwake Diamond Platnumz, wewe umeweza kuipokea kwa namna gani? Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa G2 One Time, G2 One TZ official Genius, na hii hapa ni G2 Media.